tulikuwa tunazungumza, unakumbuka wale wafungwa tulipishana nao somewhere, wanachimba wanafanya shughuli hivi zile hivi zile hawezi kulipwa ndugu yangu, kwa sababu ile wanasemaga ile ni chuo cha mafunzo. Chuo cha mafunzo maana yake jela ni chuo cha mafunzo. Jela ni chuo cha mafunzo. Kwa nini? Kwa sababu ni mafunzo kule, kama ambavyo taratibu uko kwenye VETA, mtu ukifanya gunduzi, ukifanya nini, kuna percentage ambayo unakuwa unapatiwa, unachukua. Kwa nini kwenye hivi vyuo vya mafunzo kama utaratibu haupo, uwe implement kwamba mtu anaenda jela, mfano mtu amefungwa na mashtaka fulani, makosa fulani, ametoka amefanya zile kazi, sijui ameenda kulima, sijui ameenda kufanya usafi nini, kama ile kazi ilikuwa ni kulipwa, labda yule mwajiri alikuwa atoe 500,000 akatoa 400,000, kwa nini mfungwa asingizwe 80,000 ili anapotoka aanze sema kujikimu, sije kale masuala ya useni machozi ya kutamani kurudi jela au na kipato. Ina maana mfungwa wakati anaingia jela anafunguliwa kabisa akaunti. Sio anafunguliwa akaunti, si mtu anaweza kaa na akaunti. Sasa hiyo akaunti yake inaweza ndo kafanyia ujinga wake. Sasa mimi tuzungumzie, yani akishaingia pale na kadi zinakuwa tofauti kabisa, tofauti na namba yake ni tofauti, kwamba ameingia na akaunti ya benki hapa, naambia sasa sikia, huku ukiwa na juhudi ndio unavozidi kumake money. Kwa hiyo kwenye zile kazi ambazo unaitoga na kutoka barabarani, hata kama ni kazi za serikali, ukitoka kwenda kufanya, kama ilikuwa malipo mtu mwingine angepewa ilikuwa ni 100,000, basi unapewa labda nusu ama robo tatu ya ile kitu unaekewa kwa muda wa miaka yako uliofungwa. Ukitoka unaweza kaenda kuanzisha biashara kuliko na kile ambacho unatoka ndo unaenda kuwatafuta kwanza ndugu hela kutoka pale. Alafu unasikia magereza kuna utaratibu kwamba unapewa nauli hadi ya kufika kwenu. Utaratibu umesikia upo hivyo. Hizo ni zile hela ambazo unakuta ulikamatwa nazo. Yani ukifunguliwa ukitoka magereza unapewa hela ambayo inakufikisha kwenu nyumbani. Kwa mfano labda mimi kwetu ni Bukoba, alafu nimefungiwa Kisongo, napewa nauli ya kwenda Bukoba. Sasa hiyo ukishakaribia kuna nini, unahamishwa unapelekwa Bukoba. Alafu kutoka pale Bukoba unakaa wapi? Unakaa labda Bukoba, labda sehemu labda inaitwa Migombani, unapewa nauli hadi kufika Migombani. Tofauti na pale huna kitu kabisa, labda zile ulizoshikwa nazo, na unaweza kukuta zile ulizoshikwa nazo zile pia zilikuwa za wizi zimechukuliwa. Mimi nachokimaanisha unajua ni nini? Yani hao wafungwa ambao wanaenda kutoa, wanapewa kazi nje. Alafu ile kazi labda mtu kachukua tenda. Alafu labda niseme kachukua tenda, maana inaweza kaleta shida. Na wale unakuta ni kampuni na labda za majengo, labda serikali anahitaji kukatwa miti kwenye majengo ya serikali. Kwa sababu ile geto mtu wa kawaida, ile budget lazima angelipwa mtu wa kawaida. Sasa wakiletwa wafungwa, ili mfungwa baadaye steseke ndo apewe half ya ile hela. Au kuna sheria kabisa kwamba wafungwa sio wako gerezani, zile kazi zote ambazo ni ngumu maybe so napewa kazi ngumu, mfano visiki labda nini na nini, kusafisha mji na nini na nini, wale wanachukuliwa wafungwa kwa ajili pia kuwawezesha wao wakitoka, wengine wana familia pale. Kwa hiyo tungeondoa pia hata ile changamoto ya manispaa, wazee kuta barabarani umri umeenda anafanya usafi. Hiyo pia tungeiondoa, lakini pia nafikiria kwamba naweza kama nimwacha mke nje, mke akaenda kumshtaki jamaa atoe matumizi italeta shida. Mwanamke kule yuko nje, jamaa huko anapata 25,000 kwa kila mwisho wa mwezi, mwanamke anakuja pale anakuja kwa jamaa, mimi mtoto wako huyu anadaiwa ada. Kwa hiyo jamaa 25,000 labda katoka kwenye mwezi katoka na laki chake 2, mwanamke anakuja pale anachukua tena ile yote. Lakini kuna utaratibu, kuna mambo ya NSSF nini na nini. Sema umefikiria mbali, sababu wanawake bana ashindwe kweli kufika kwa bwana jela, aanze kulalamika huyu bwana anaingiza hela. Yaani uko jela unasikia mahakamani unaitwa kwenye kesi. Kesi ya malezi. Mfungwa ameshtakiwa kutotoa matumizi. Umeitwa tena mahakamani. Unafungwa tena miaka 5 kwa sababu utoe matumizi. Kwa sababu gani? Anapata hela lakini atoi. Sasa yule jamaa anaambia mke wake kwamba mimi jaribu kwa pande zote mbili. Mimi nikitoka tutaishije? Na anamwambia mimi napoishi huko naishije? Naishi vipi? Huko nalishwa bure na serikali. Alafu mwanamke anaweza ukampa hela ya matumizi pia kwenye ile 30 ambayo unaipata. Alafu akaenda kumpa mwanamume mwingine. Wewe uko jela kwa sababu una vitu huwezi kumtimizia.
enda kumlipa mwanaume amtimizie. Wanafanya hivyo, najaribu kuwaza yote na yote ni kwamba hivi ni mfumo tu unawekwa vizuri. Anaweza pia akahudumia akiwa jela, kwamba sio kosa, na pia itasababisha wasiache, kwa sababu wanaume wengi wanaotoka jela unakuta mwanamke kesho kimbia kwa sababu kipato hamna. Sasa serikali inaweka mikakati kwamba ukiwa jela sio kwamba umeenda lakini shida ambayo pia inanichanganya, kuna watu ambao watakosa kazi mtaani, utafanya matukio aende jela